Katika mitaa yenye kelele za magari, vumbi la pirikapirika za kila siku, kuna sauti ambazo mara nyingi huwa hazisikiki. Ni sauti za watoto wa mitaani, watoto waliopoteza haki yao ya msingi ya utoto. Kwa barabara sio njia tu ya kupita, bali ni nyumbani, shuleni, na ni sehemu ya kutafuta chakula chao cha kila siku. Watoto wa mitaani ni watoto wanaoishi au kutumia muda mwingi mitaani bila uangalizi wa wazazi au walezi. Baadhi yao hulala chini ya madaraja, wengine katika masoko au pembezoni mwa majengo. Kila mmoja ana simulizi ya kipekee, simulizi iliyojaa maumivu, matumaini na mapambano ya kuishi. Umaskini uliokithiri husababisha familia kushindwa kuhudumu mahitaji ya msingi. Migogoro ya kifamilia, ukatili wa majumbani huwafanya watoto kukimbia makazi yao. Vifo vya wazazi huacha watoto bila mlezi, jambo linalowafanya watoto kujitegemea wao wenyewe ili hali wakiwa na umri mdogo, na ndio maana wanaitwa watoto wa mitaani. Yusufu Lucas ni mmoja kati ya watoto wa mtaani ambao hawana malezi wala kazi yoyote ile, huku akielezea namna ambavyo maisha ya mtaani yalivyo magumu. Majina, mimi naitwa Yusufu Lucas, nimetokea Mbeya. Tulikuja huku na wenzetu kusatuja kutafuta maisha, lakini tumefika hapa da changamoto kama zote. Tunalala chini, saa nyingine hata tunakosa chakula, tunashinda hata kula. Ndio ile hata faza akitokea anatupa msosi, anasema na ishini, lakini bado ile sehemu zenyewe za kulala shughuli. Wajasiriamali wadogo hasa mama ntilie ndiyo kimbilio kubwa la watoto wa mitaani pale ambapo mambo yao huendea kombo. Ikumbuke tu watoto hao wa mitaani hutegemea kuomba fedha za misaada kwa watu wanaovuka barabara na hata kufanya kazi za kuosha magari. Bi Aisha ambaye ni mama ntilie katika mtaa wa Ubungo ametoa maoni yake juu ya swala hili. Kwa kweli hawa watoto wa mtaani wanapitia maisha magumu sana. Watu ukiangalia namna wanavyoishi, mazingira yao ni magumu kwa kweli. Na sisi kama hawa watu, jamii inaowazunguka, huwa tunawasaidia. Kwa mfano tunasaidia chakula, na unakuta hata wengine kuna wakati mwingine wanakosa hivyo vyakula, kwa unakuta anaenda naiba mahali, wanapigwa, wananyanyaswa. Hivyo serikali waangalie. Sisi tunawasaidia tu kwa kile kidogo tulichonacho, lakini serikali nayo iwape zaidi. Shirika la utafiti wa malezi Afrika limeeleza kuwa lipo ongezeko kubwa la watoto wa mitaani hapa nchini Tanzania, hasa katika mkoa wa Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Dodoma. Shirika hilo limeweka wazi kuwa zaidi ya watoto 300,000 hawana makazi wala malezi yoyote yale. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum kupitia mwandamizi wa masuala ya watoto, Profesa Moslem Salimu, anaeleza namna serikali inavyomtambua mtoto wa mtaani na jinsi ambavyo wanajipanga kupunguza ongezeko la watoto hao wa mitaani. Kwa upande wa wizara imekuwa katika michakato mirefu ya kuhakikisha vijana ama watoto wa mitaani wanakuwa katika hali nzuri na kupunguza idadi hiyo kwa kuwatafutia makazi, hata kazi pia, kwa ajili ya kuhakikisha wanaishi maisha salama na maisha ambayo yanakuwa katika nafasi nzuri na kuhakikisha taifa letu linakuwa na mustakabali mzuri kwa vijana wadogo kupitia wizara hii. Ipo haja kubwa ya kuondoa fikra potofu juu ya watoto hawa, kwani jamii inawachukulia watoto hawa kama wahalifu na wasiofaa katika jamii. La hasha, watoto wa mitaani wanahitaji msaada mkubwa kutoka kwa serikali, hata jamii pia. Kumbuka ule msemo usemao kuwa mtoto wa mwenzio ni wako. Mimi ni Alfred David.